Poleni sana keyboard, poleni sana, najua mmechoka kungojea. Hii kanisa tuko na kila kitu, hakuna kitu hatuna. We have the biggest generator, tuko na stima, tuko na nini, lakini sasa hawa watu wangu wamelala usingizi kidogo, lakini wataamuka tu, kwa sababu we are not supposed to have any breakup hata kidogo. Mnafaa kuwa mmeconnect na wale, simamisheni, fanya. Yani hiyo si vitu mimi napaswa niwe nangangana na yenyewe eti kuna stima imepotea hata sekunde moja kwa hii kanisa. Very wrong. Mimi wakelelesha kila siku, lakini nitawafuta kazi, because now I need everything to be perfect. Mimi sitaki kusumbuka akili mwaka wa 2026. Mimi sitaki. Mimi nimeteswa na maisha kwa muda mrefu, sasa sitaki kuteswa tena. Hallelujah. So it's very wrong stima kupotea hapa ama kwenda off. Tumetumia 400,000 kwa watu wa JCM wanakuja leo kuconnect generator pamoja na stima, ili stima ikipotea kidogo generator inaenda on. Saa hii wako town wananunua hizo vitu zote ili warekebishe, kwa sababu they are the best people. We love JCM Church, they are the best. They are the best. They are the best. Ni sawa tunatumia pesa mingi, lakini wameng'ang'ana sana ku make sure tuko sawa katika mambo mengi na kuturudisha hai kidogo. Sema amen. Especially katika mambo ya online, to make sure our television zina run properly, online church inaendelea vizuri. Sasa ukiangalia Facebook we are doing well, TikTok we are doing well. Wachana ile TikTok yangu ya zamani, ile nilikuwa napata watu 10,000 views, lakini ni zile sarakasi nafanya hapo. Sasa hii hakuna sarakasi. Ni serious business. Watu wamesema kwamba the new pastor Kanyari, the new prophet Kanyari. Watu wanasema Kanyari amechange siku hizi. Sijui kwa nini watu wanasema nimechange. Mimi ni ule tu Kanyari wa zamani, lakini sasa mimi ni Baba Sky. Amen. Unajua mimi sijui kujifanya ati sasa nikae hivi, praise the Lord, hallelujah, the Bible say. Mimi nitaboeka sana. Mimi kama ni kuruka, tutaruka gate, tutaruka fence, tutazunguka huko mguu, tutakula motura, tutakula bajia. Lakini that kukaa hivi ndio nionekana nimeokoka kuliko wale watu wengine. Inaboekaga na hiyo wokovu. So I'm happy. Bwana wabariki mnaonitazama katika Shifo TV. Poleni, TV ilikuwa off kwa sababu ya stima. Mnaonitazama katika TikTok, mnaonitazama katika Facebook, mnaonitazama katika YouTube. Welcome here in Jesus name. Zamani watu walikuwa nashika tu simu wakati wa kwenda TikTok, nashika kasimu hivi. Sasa hakuna kushika kasimu. Watu wa JCM wametufundisha mambo. Zamani ilikuwa YouTube pia ni shida, Facebook ni shida. But we have now, unaweza tuona Facebook, unaweza tuona YouTube, nilishangaa sana pictures zetu zinaenda mpaka 10,000 views. Pictures only. Wale watu wameview our pictures. Picture. Si video, picture. Zile huyu anapiga. Unasikia wewe unapiga, wale watu unaona warembo kwa hii kanisa ndio unapiga picha. Ukipiga mtu anakaa funny. Unajua mimi nashangaa na hawa watu wangu wa media. Yule mtu ambaye amelala uzingizi ndio walikuwa wanachukua. Yule mtu unaona mrembo. So ukiona mbele yako ka stima, jua uko mrembo. Yule mtu unaona mrembo, yule yako serious,
Yule anakaa kung'ang'ana na mai, usichukue huyo. Acha huyo kwanza tumpatie unga anone kidogo. Na tumsupport katika biashara asimame. Akisimama apigwe picha, lakini kwa sasa msimpige. Ndio tuuze kanisa yetu. Sema amen. We have a very beautiful church, a good church, a church for all. We need everybody to come to this church, so we must maintain peace and order and love and care in our church. Sema amen. Hivyo wakati unasikia nikisema kama umeboeka usipigwe picha, usinikasirikie. Just understand ya kwamba we are selling our church to be the best church in Africa ama in the world. Sema amen. Bwana awabariki. I love you so much. I love you with the love of God. Na ninawapenda sana. Na ninawatakia mema katika jina la Yesu. Today I'm going to teach about leadership. Leadership. Naenda kufundisha kuhusu uongozi. Leadership is not position. Uongozi sio position. Anasema ni functional. Yani ni ofisi inayofanya kazi. Hiyo ndio leadership. The office that work, that's leadership. Salimia jirani yako mwambie uongozi unaofanya kazi. Hiyo ndio leadership. Sema amen. You can be a leader, but unfortunately you are not a good leader. Niko na msichana Mokorino hapa ambaye ni mzuri sana, ako hapa ndani, ambaye is a good leader katika mambo ya kumanage, mambo ya media. She is the best. Tuko na huyo mwingine amekimbia, anaitwa Baby, anaitwa Patience Baby. Ajua nasema kila siku niseme anaitwa nani. Ana nikisema anaitwa Baby, watu wanasema pastor anaita msichana kwa kanisa Baby. Jina ya Kikamba. Wakamba wanaitagwa mpaka Sweetie. Wengine wanaitwa jina ingine Funny, inaitwa Katombi. Sasa Wakamba, they have the best names in Kenya. I don't know why they have those kind of names, lakini I think wengine wanajiita mpaka Sweetie, mpaka nani. Sasa that's why Baby anaitwa Baby. Imekaa na Baby 15 years, 16 years. Nikioa Betty Bayo Baby alikuwa. So siku ya kwanza Baby, nilipomuita Baby, Betty Bayo alikuja akamuuliza, na kwa nini unaitwa na baba Baby? Akasema hiyo ni jina yake. Sasa wakaelewana lugha. Sema amen. Leadership is not about position. Tunaweza kuweka hapo kuwa leader, lakini ofisi yako ikose kuwa functional. Ni kwa sababu you are leader by name, lakini you are not qualified to be a leader. Wangapi wanasema ni ukweli? Ndio maana mimi kila siku nitakuwa nasema 2 term. Mimi na support hii serikali sana. Watu watalipiga online wanitusi, lakini mimi nasemaga 2 term. Kwa sababu mimi katikati ya serikali zote zimepita, kama kuna serikali nimeona imefanya kazi mbele ya Mungu ni hii. Ni vile wewe, acha nikwambie, ni vile wewe unasema wewe ni maskini kwa sababu hata siku ya uhuru hukuwa na kitu. Tuambiane ukweli. Wakati wa Kibaki ulikuwa hivi hivi. Kwa hivyo biashara ya wewe kusema saa yote 1 term, wewe wachana na mambo ya 1 term. Mimi I support the government. Sijai kutana na wao, lakini na wasupport. Hawanipigiagi simu, lakini na wasupport. Wamama wote wazee kwa hii kanisa nimewalipia SHA free 1 year. Asante mama yangu. 1 year SHA, ya kwamba hawa mama hawatasumbuka. Ukigonjeka unaenda hospitali yoyote, unatengenezwa na unapewa madawa free.
Sasa utanisumbua nisinde nikikuombea saa yote. Mambo ya hospitali wewe peleka hospitali. Mambo ya kiroho kuja hapa kanisani. Lakini si unavunjika mkono unakuja kunitafuta hapa nikuombee. Wewe hospitali. Maombi yenye ninaomba ni ya mambo ya kiroho peke yake. Kunyongwa na mashetani hiyo yenye daktari hawezi, hiyo ndio napapana naye. Lakini si unaanza kuumwa na tumbo unakimbia hapa. Si uende hospitali. Unaumwa na kichwa unakimbia hapa. Kwani hujui hospitali iko wapi? Navunjika mguu unakuja kwa kanyari na miti. Mimi sio daktari. Labda kama kuna maroho inakuandama ya kuvunjika miguu kila wakati. Lazima uelewe kazi ya daktari na kazi ya pastor. Sema amen. Leadership is functional. Ni ofisi inayofanya kazi. Saa zingine huanga anatukana kina Dominic. Wananiambia prophet unatutukania nini? Nawaambia kwamba your leadership haifanyi kazi. Maana mimi siwezi mama hapa nateseka na stima. Na kuna watu wako hapa. Ninasumbuka hapa na handkerchief eti kujipangusha. Na handkerchief zimejaa huko na kuna mtu ambaye ameandikwa kazi kuleta handkerchief. Nikumaanisha kwa hiyo ofisi kuna mtu amelala kwa ofisi. Ambia jirani yako wacha kulala wewe. Ukishalala unasema one time. No. Don't be lazy and expect solution. Don't be lazy and expect solution. There is no solution for the lazy people. Angapo nasema ni ukweli. Jitume. Geukia jirani yako mwambie jitume. Watu wa kamera mkijaribu kuchukua mtu amechoka kwa hii kanisa na wavuta kasi. Watu waende saruni watengenezwe. Waende pedicure na manicure. Wacha kukaa kama mfugo. Kaa kama mtu. Be smart. The way you dress, the way you are going to be addressed. Hakuna vile utaadresiwa vizuri na umevaa vibaya. Ukivaa miniskirt watakuita na watatamani kulala na wewe. Wewe akili yako itakwambia ni kukupenda wanakupenda, lakini ni the way you dress. Dress to be addressed. Geukia jirani yako msalimia high five mwambie dress to be addressed. Wangapi wanasema ni ukweli? Ukweli. Kwa nini mimi nimevaa suti? Kwa nini sijavaa sengenge ni ng'ombe? Iandikwe hapa dawa ya minyoo. Dawa ya minyoo. Sengenge ni ng'ombe. Na anakuja hapa ama t-shirt imechorwa condom. Ama t-shirt imechorwa dawa ya minyoo. No. You dress to be addressed. Unavaa vile ungetaka watu wakuongeleshe. Ukisikia watu wanakuambia how are you sir, ni vile umevaa. Ukisikia watu wanakuambia how are you monene, ni vile umevaa. Ukisikia watu wanakuambia wewe simama hapa wewe ni mwizi, ni vile umevaa. Kuna kijana ananisumbua kila siku ananiambia pastor mimi nikitoka kanisani lazima nishikwe. Nikamwambia na wewe hii marasta. Polisi wakiona hii marasta lazima wakwambie kijana hebu simama kidogo. Lakini mimi naweza ambiwa na polisi kijana simama? No, they see I am wearing the best suit. Amen. Hallelujah. Na suti sio expensive. Kuna mpaka suti za linganisha. Ngeukia jeko mwambie linganisha. Dress to be addressed. Kama unanielewa sema amen. Hebu imagine mimi nikikuja kwa hii kanisa na kenyasa na t-shirt na vest alafu nakwambia yo. Sema amen. Ninavaa vizuri, nakula vizuri, nang'ang'ana, najipaka mpaka marashi. Sasa ukinikaribia unasikia nina smell. Hallelujah. Sema amen. Sasa master unaongea hivyo na kama mtu hana pesa. Nani anakuambia usafi ni pesa? Si pesa.
Wangapi wanasema usafi ni pesa? Usafi si pesa. Si pesa. You just wear properly. Ukiona wewe ni mama unaambiwa ni vile umevaa. Ukiona mtu anakuambia mama wewe nitakutandika, ni vile umevaa. Mama nyamaza ama tukupige, ni vile umevaa. Baki ukivaa vizuri, hata kuna ofisi utaenda ufunguliwe mlango. Amen. Kwa sababu ya dressing ambayo umezaa. Yes. That's why unaona pale ukiingia kwa mlango Asha anaangalia vile umevaa, unashikwa mkono unaletwa mpaka huku mbele. Yes. Unaambiwa kaa hapa mbele. Unashindwa, mbona nimeambiwa nikae mbele? Si wewe umekaribishwa. Ni dressing code yako. Hallelujah. Leadership is about functional. The office that inafanya kazi. The office. The office. Mimi nataka kuwa mwanasiasa na bado nikuwe pastor. But 2027 sasa huanga I do a lot of good things everywhere I go. Sasa kuna vijana walinipigia simu wakaniambia, "Pastor, si unataka kura?" Nikawaambia, "Kura yenu msinipe. Kuja nikaambia, "Haya, mnanicommand juu mnataka kura, msinichague. Nitachaguliwa na mtu mwingine. Mimi I cannot, siwezi piga magoti kwa sababu nataka kura, mnisinde mkinisubua." Bwana asifiwe. Na wale watu wanashambulia Prophet Awol, waachana na yeye. Watu wametukana Prophet Awol sana jameni. Hati hakuponya wagonjwa. No, stop that. That's a man of God. That's a man of God. Tumuheshimu tu vile alivyo. Hata kama hatuelewani katika lugha ya mambo, is a man of God. Na hakuna watu wako nyuma yake. Sema amen. Sema leadership. Position is an office. Position ni ofisi. Lakini kuna tofauti kati ya position na ofisi inayofanya kazi. Ofisi ya media, ofisi ya praise and worship, ofisi ya ushering, ofisi ya security, ofisi ya mchungaji, ofisi ya youth wa kanisa. An office that is functional. Watoto wangu wako UK, United Kingdom. Mimi sijawahi kanyanga United Kingdom maisha yangu yote. Lakini wako huko. Waliniambia wanataka kwenda out, nikawalipia ndege. They went. Sasa watu wa ndege wamenipigia simu, wakaniambia wanarudi tarehe 10. Sasa nilipe tena wale watawa escort kwa sababu watoto wadogo lazima wawe na watu wa ku escort. Kauliza pesa ngapi? Eti escort 30,000. Kuwaleta mpaka huko. Work hard ili watoto wako wasizae wakiwa wadogo. Work hard. Sema amen. And God will bless the work of your hands. Na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. So everybody must work. Kama utafanya kazi, dunia itakutreat kama mnyama. Maisha itakugonga. Maisha itakupiga kama wazimu. Work hard, don't sleep. Sasa nimefanya kazi, watu wako Kenya, wako UK. Na mama yao alikuwa ameolewa na mtu mwingine. Sasa tuko baba wawili. 2 fathers. Watoto wangu wamebarikiwa. Wako na watoto baba wawili. Baba huyu na baba mwingine. They are very blessed. Sema amen. Work hard. Paulo anasema namna gani? Hizo vitabu unanipatia baby katika haraka. Paulo anasema kwamba nilifanya kazi na mikono yangu. Kama utafanya kazi utakuwa mzigo hata kwa hii kanisa. Kila siku unga tunapea watu wazee. Miaka 60 na kupanda. Lakini wewe na ni mtoto mdogo jameni. Tukuje tukupatie troli ya mayai usimamisha pale nje uuze mayai.
kazi na mikono yako. If you don't want drama in your life, hata kama wewe ni pastor, even if you are a pastor, you are a prophet. Hii kanisa yangu inafungulianga Wednesday na Sunday. Mimi nakujaga hapa jioni kwenda live on air peke yake. Hiyo saa zingine mimi niko kazi. Hata mimi niko kazi. I'm working. Sitaki kuwa mzigo kwa hii kanisa kuwaomba pesa. Hata mimi ndio napeanaga huku. Kwa sababu niliamua ndani yangu. Baada ya scandal ya 310 niliamua ndani yangu sitaki kudepend na kanisa tena. Nataka mimi Mungu unibariki ndio niwe nabariki kanisa. Sema amen. Haleluya. Fanya kazi na mikono yako. Usikubali kulala. Work with your hand. Work hard. Pigana na watu watakupenda. When you are poor, hakuna mtu atakupenda. Maskini hawapendwi. Maskini anachukiwa mpaka na jirani yake. Maana hata Waswahili walisema mkono mtupu haulambwi. That's why your mother hakupendi. Wangapi wako hapa wazazi wao hawapendi? Asante. Mama ameinua mkono. Mwingine inua mkono. Kama unajua your father ama your mother hawakupendi, inua mkono wako juu. Ni wengi, we are many. Hata mimi nishaikuwa hapo. Your own mother anakuchukia. Your own brothers, they hate you. The reason why they hate you, they don't hate you because they hate you. They hate you because you are poor. Second Thessalonians 3:10. They hate you because you are poor. Ukitaka kusimama MCA huku wacha kushinda ukingangana. Wewe tafuta pesa. Watu watakupea kura saa 11 asubuhi. Ukitaka kusimama acha kujipendekeza kwa watu. Ukitaka kusimama MP usingangane, enda utafute pesa. Alafu kuja 2026. They will choose you mapema. Wanakuchagua wakuwa wakupendi, lakini kwa sababu ya kule uliona kule wakina Wamuthende. Alichaguliwa because of money. If you want to have a bigger ministry, bigger what, everything is about money. Hata ukitaka msichana mrembo, wasichana wote warembo ni wadosi. Wale surabaya wanabakishiwa hao wengine. Wangapi wanasema ni ukweli pastor? Tell me the truth. Wasichana wote warembo ni wa mabonyenye. Maana wewe ukituma message yeye anatuma pesa. Au unatuma emojis ya mtu hatuna nguo. Yeye anasukuma M-Pesa. Hello darling, how are you? I'm doing fine. Umekula leo? Kwanza anakuuliza zile vitu ambazo anajua irritating. Unajua umekula leo? Nimekula. Leo hujaenda kutembea? Sijaenda. Kwa nini? Sina pesa. Ulikuwa unataka ngapi? Anakuuliza tu vitu kama uto. Lakini wewe unaepuka kuulizwa maswali kama hiyo. Alafu msichana mwenyewe unamuita gold digger. Unamuita gold digger because you don't have money. Sasa huyo msichana niliachana na yeye, niliona ni gold digger. Hakuwa gold digger. Ni pesa hauna. Amen. Sema amen. What the Bible say? Kuja uniwekee maji hapa. Tu maji kidogo. Haya, twende. Kwa maana, nimesahau niko na TV nyingine hapa. Haya, nyinyi someni huko na mimi nisome hapa. Kwa maana hata tulipokuwa pamoja nanyi, tuliwapa amri ili kwamba mtu yoyote asiyetaka kufanya kazi akisurudia hii. Niko na watu wanakaa kwa hii kanisa yangu wataki kufanya kazi, vijana. Kazi yao ni kuniambia za maharagwe. Wewe utaki kujituma, kazi yako ni kuniambia za maharagwe. Kwani mimi nina pesa ya kutupa shwali? Hata mimi niko na mashida. This world ni do me, I do you.
Help me, I help you. Stand with me, I stand with you. Najua ninaweza kuwa mtu mzuri katikati ya watu wabaya, ama nikuwe mtu mbaya katikati ya watu wazuri. Kuna watu wao kwa hii kanisa wanajiuliza, mbona pastor hatusaidiagi na tunaona anapea mtu 1,100, 50,000? Why? Are you a good person? Je, wewe ni mtu mzuri? Ukijiambia utadhania wewe ni mtu mzuri, but you are not a good person. Be a good person to the right people. Wacha kuwa mtu mbaya katikati ya watu ambao wako na uwezo ya kusema. Unajua kuna watu wako na access ya hii Kenya. Hii Kenya iko na wenyewe. Pesa haziko mbinguni, ziko na wananchi. Wangapi wanasema ni ukweli? Hii Kenya iko na wenyewe. Shida yako sio shida yangu. Wewe unasumbuliwa na milioni moja na 1,100. Mimi jana tulikuwa na mtazamajini huyu pastor. Ni pastor. Sasa yeye ameng'ang'ana kunifuata juu ya shilingi 10,000. Nikipanda anapanda. Nikiteremka muuliza ni nini? Nikamwambia mimi nasumbuliwa na milioni 100. Wewe unasumbuliwa na 10,000 hata haulali. Nasema ukiniambia Munene, naona kama ni kulala unalala. Tulikuwa na yeye mezani, ikafika saa 7 nikaanza kulala. Sasa silali kwa kitanda. Mimi sina bibi, sasa kushinda nikipanda huko juu. Nazubanga hapo mpaka asubuhi. I don't have a wife. Sasa nalala kwa kitanda kufanya nini? Ama bachelor. Mahali nitalala ni mimi najua. Na sina watoto wako UK. Sasa mimi hata nikilala msituni hakuna mtu ataniuliza. I'm alone. Asi kukosa ni kutaka tu kukaa hivyo. Siku ile unajua kuoa ni roho inaingiaga mtu. Nikioa Betty Bayo sikujua. Lakini siku nataka kumuoa ukweli. Ni mama yangu aliinsist sana, akaniambia, "Oi, nimependa hako kasichana kanyari. Kana inawega." Lakini nikamuoa, alafu tukaenda hivyo, tukaanza kuzoeana. Ndio nikajua kumbe mapenzi mkikaa na mtu sana mnakuta ameanza kupendana. Unaweza sema mimi sitaki, simutaki yule mwanaume, lakini mnafanya ofisi moja, mnaamuka pamoja, mnalala pamoja. Mkizaa mtajua. Na mimi nilizaa na hiyo kimtu na hata sikipendi, lakini mlishazaa. Sema hivi. Mungu akupatie chenye unataka kuanzia leo. Amen. Your problem is not my problem. Na that's why nimekwambia lazima tujifunze kuwaheshimu watu. Maana watu ndio mali. Learn to respect people. Sio kuabudu, tunaabudu watu. Mimi saa hii mtu mkubwa kuniliko akitokea hapa nalala kwa tumbo. Nilienda Nigeria kwa TB Joshua. Alipokuwa anaongea nikapiga magoti. Yule pastor nilikuwa naye akaniambia, "Unapiga magoti si hata wewe ni pastor." Nikamwambia, "Wewe, pastors wako na levels. Huyu ako juu kuniliko mara milioni 1. He is a pastor, but this is not my level. I'm a pastor, yes. Naombea watu wanapona ukimwi, kansa, nini. But this level sijafika." So when the man of God was talking, nilikuwa na kneel down. Na nilikuwa na kneel down ndio ani notice. Nione kama ataniita hata kwa kazi yake. Nikaenda hapo mbele nikaombewa, nikajiangusha na hata sikusikia kuanguka, lakini I wanted at least nione kama atapata attention ya kusema come to my office. Because niligundua this person is bigger more than me. Sema amen. Amen. Sio kuabudu, tunaabudu watu. Mbali tunawaheshimu. Sio kuabudu, tunaabudu. Tunafanya nini? Tunafanya nini ili? Tunawaheshimu ili kile kiko ndani yao kiingie ndani yetu. Lakini wewe unasema mimi siwezi abudu watu, kwani watu ni Mungu. Watu ndio Mungu. Kuna watu wako na access ya town. There is some people they have the key to the city. Ambia jirani yako, key to the city. Key to the city. There are some people they have that key.
Kuna watu wako na funguo ya mji. Kuna watu wako na funguo ya mji. Wewe unaishi kwa mlima ukiomba, raba shakara kaka rikatolo soko. Mungu anakupatia watu wa maana, unawafanya madharau. Mungu anakupea wengine, unawafanya madharau. Kuna watu wanakuja kwa maisha ya mtu kama zawadi, wanapeanagwa kwako. Nifungulie hiyo andiko. Wanapeanagwa kwako like a gift. Waje wakusaidie. Kama unanielewa sema amen. Kuna watu wanakuja kwa maisha yako kama zawadi. Na wewe unawafanya madharau. Mimi siabudugi mtu, hata wakanyare akitaka kwenda wacha aende. Kuna mama alikuwa kanisa yangu, alikuwa ananipatia kila Sunday 1 million. Every Sunday 1 million. Sunday 1 million. 1 million. Every Sunday. Nilichunga sana nisimkwaze. Nikachunga sana nisije nikamkwaza. Na nilikuwa na watu wengi sana. Lakini one day nikasimama nikatuka, nilikuwa na partners wananipatia every Sunday 500,000, 1 million every Sunday. Ni wengine nikawatusi wakaenda. Nikawaambia nyinyi sio Mungu, Mungu atanipea wengine, wakaenda. Hiyo kanisa ya Nairobi nilifunga. Nilikosa mpaka rent. Nilikosa rent, ndio nilijua kuna watu wanaletawa kwa maisha ya mtu kama Mungu. Kutoka siku hiyo nimejifunza kunyenyekea na kuabudu na kuheshimu watu. Siku hizi siongeagi na heshimu watu. Nasema wewe achana naye. Asitoroke hii kanisa yangu. Nisilale ja. Sema amen. Nipatie kitabu Dominic. There is Proverbs 18:16. Nataka watu wa zawadi. Proverbs 18:16. 18:16. Kuna watu wanaletagwa kwako kama, sisikii sauti yako. Kuna watu wanaletwa kwako kama, kuna rafiki akija kwako, wewe umetajirika. Sasa mimi sina shida ya kukulipia ndege uende Amerika. Lakini wewe si rafiki yangu, hatujuani. Sasa mimi nitatoa pesa yangu nikupatie. How we are not friend. Sema amen. Na Agikuyu mawe gatiriri ndugune nya. Wakikuwa nasemaga urafiki ni hatua. You must start being friend to someone who can help you. Kama unanielewa sema amen. Zawadi humfungulia njia mtoaji, nayo humleta juu ya wakuu. Tafutia hiyo kitabu yenye ninataka, sio hii. Zawadi humfungulia mtu. What you have, your talent, your gift. Uko na kipawa. Wakati Mungu alikuumba, alihakikisha amekupatia vipawa vyote. God equipped you with everything. Ni vile you have not discovered yourself. You have to discover who are you. Wakati uliumbwa, Mungu alikuumba na vipawa zote. Gift, talents. Sasa nikikuuliza what is your gift, utasema what is your gift? Nikikuuliza talent yako ni gani? What is your talent? Ushinda ukingangana kuwa msanii na wewe sio msanii. Unapoteza time yako yote hapo. Unangangana kuwa pastor and you are not a pastor. That's not your calling. Wewe umeumbwa kuwa politician na unangangana kusema the Lord say. Unakaukiwa, unakufa uko umekaukiwa. Ni siku ya kuomba Mungu na kutoa sadaka na kuambia Mungu, I want to discover who am I. Nafaa kuwa nini? Yule mama alikuwa na tumafuta kidogo na watoto wake ni kuchotwa, walikuwa wanachotwa. Alienda kwa Elisha, alikuwa muombaji huyu mama. Akaenda kwa Elijah, akamwambia Elijah, watoto wangu ni kuchotwa, wanachotwa. Nifanye nini? Elijah akamwambia, uko na nini nyumbani? Akasema, mimi mjakazi sina chochote ila tumafuta tudogo. Hakuna maombi yaliombewa, alielimishwa peke yake. Aliambiwa enda ujifungie kwa nyumba na umimine huto tumafuta. Kuna mambo mengine yahitaji maombi. Inataka small education. Sema amen. Ambia jirani yako kuna mambo mengine yahitaji haleluya na amen. Inataka small education. Sema masomo kidogo tu. Masomo.
Nilikuwa natembea hii Njiro na nikaenda mahali sijui kunaitwaje town nyingine, wacha Njiro. Kuna town Kanu iko hapa sijui inaitwaje kule. Shiranga hapo juu. Si Mwengenye. Kuna town kingine hapo. Maili. Nikagundua vijana wa Njiro wako very lazy. Lakini najua nikiwaambia hivyo wataniambia hawatanipea kura 2027. Lakini ni vizuri kuwaambia ukweli. They are very lazy. Kwa sababu ukienda hiyo town umeitaja inaitwa Maili 7. Everybody is working. The town is busy. Vijana na mikokoteni, wengine wako na nini, wengine wanauza kuku za barabara, hata wameziandika KFC barabarani. Lakini kuja Njiro na mtu ni mrefi. Watu wamekula keraiko kukula keraiko. Ondoka katika laziness yako. Mimi sijafika mahali nimefika kwa sababu ya maombi peke yake. Nimefika kwa ajili pia hata ya bidii. Maana Biblia inasema mkono ulio na bidii. Nipatie andiko. 2 Kings 4 verse 1 to 25. Hiyo ni gani unanipea? Ya mama mjane. Tafuta bebi wewe kama hujui kunipatia vitabu. Tulishaongea kuhusu watu kama zawadi. Hiyo ndio ninataka. Wewe ita bebi. Dominic hata akishinda hapo hakuna kitabu atajua ni gani. Anaitwa Pastor. Hajui vitabu. Dominic. Sasa yule anakuitia sio pastor, lakini vitabu zote duniani ziko kwa kichwa. Kuna watu wanakujaga kama zawadi. Sasa huyo kama ni vitabu unataka, hata kama utauliza kitabu gani? Numbers 8:19. Ndio hiyo Dominic. Everybody has his own office. Discover yourself. Dominic, nataka kujua wewe ni nani. Pengine Mungu amepanga uwe rais wa Kenya na unang'ang'ana na Biblia. Umesema kitabu gani? Numbers 8:19. Ndio hii, wacha tusome. Kati ya Waisraeli wote nimempa Aroni na wanawe Walawi kama zawadi ili wafanye kazi katika hema la kukutania kwa niaba ya Waisraeli. Yaani Walawi walipeanwa kama zawadi kwa Israeli. Israeli wasifanye kazi. Kazi yao ni kulala, wanafanyiwa kazi na Walawi. Kuna mtu ambaye amewekwa hapa asifanye kazi. Ni kasimu kamoja tu, halo mzae, 10,000 naingia. Halo mzae. Lazima ujue ni nani hao. Biblia inasema kwamba acha turudie that book. Let's go back to the book. Kati ya Waisraeli wote nimempa Aroni na wanawe Walawi kama zawadi ili wafanye kazi katika hema la kukutania kwa niaba ya Waisraeli. Waisraeli wasifanye kazi kwa niaba ya Waisraeli. Ndio maana nawaambia piga magoti, omba, pray. Pray. Numbers 18:16. 18:6. Numbers 18:6. Kasina Dominic. Amen. Numbers 18:6. Mimi mwenyewe nimewachagua Walawi wenzenu kutoka miongoni mwa Waisraeli kama zawadi kwenu, waliowekwa wakfu kwa Bwana ili kufanya kazi katika hema la kukutania. Mungu anakupa watu kama zawadi na wewe unaanza menyonyo. Unaanza menyonyo. Wakikuyu wanasema menyonyo. Unaanza menyonyo. Mungu amekupatia mtu unaweza pigia simu hivi.
akutumia 30k 40k, na wewe unaanza menyonyo. Sichukui simu yake, sitachukua simu yake, kwani yeye ni Mungu? Biblia inasema kwamba kwani hamjui nyinyi ni miungu wadogo hapa duniani? Sema amen. We are small God. Sema amen. Kwani hamjui nyinyi ni miungu midogo? Mungu amekupatia tajiri, badala uende uoshe vyombo huko mpaka uoshe ubo yake, umeanza menyonyo. Ndigedhabia guinie nikafague. Niko gekua. Hiyo kufa mimi siwezi osha ubo yake, afadhali nikufe. Mimi nakwambia utakufa. Kuna watu waliletwa kwa maisha, watu wangapi wameletwa kwa maisha yako wazuri ukawaluzi? How many? Good people, nice people. Jana nilikuwa naangalia sinema ya Nigeria, tukua na Mtesa Majini kwangu. Anaitwa Mtesa Majini, na nilimwambia abadilishe hiyo jina. Maana Majini imemtesa sana. Badala aitese inamtesa. Sasa tulikuwa naangalia movie. Nyawira wa Kamoza, unaenda wapi? Niki minyonyo. Reka mwana ikare huko orure. Wakahitu akailetu. Sema amen. Mungu anakupatia watu wazuri, good people, nice people. You lose them because of your pride. Because of your pride. Because unaona wewe ni mtu mkubwa. Hata kama wewe ni pastor, kuna watu wametumwa kama kunguru waje wakulishe. Lakini wewe umeweka kiburi, unaweka mipaka katikati yako na wao. Mungu anawaondoa. Unaanza kuteseka, unaanza kuhangaika. Sema mwaka wa 2026 nimekataa kuhangaika katika jina la Yesu. Mungu anakupatia mtu mzuri wa kukupeaga unga kila Sunday na Wednesday. Unaanza menyonyo na unga ni ya bure. Sema mimi mami wacha kulala ni ukomile muno nawe. Ai wewe nawe umelala sana mama. Kuna watu wanaletwa kwa maisha yako kama, ambia jirani yako, kuna watu wanakuja kwa maisha yangu kama zawadi. Maisha yangu kama zawadi. Nani yako na mtu kama zawadi? Inua mkono wako juu. Mtu ambaye unaweza mulidia kidogo aweke 10, 15, 20. Mtu wako kwa simu yako tu hapo, ukilia sana umepata shida anatokelezea. Unasikia mtu anasema, pastor anakoseanga huyu jamaa, lakini saa zingine yeye tu nikumbuka hata kama si sana. Sema amen. Don't lose those friends. Genesis 1 verse 26. I can be what God wants me to be. I can be what God wants me to be. Unaweza kuwa chenye Mungu anataka uwe. Inuka msifu Bwana. Inuka msifu Bwana, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Inuka, inuka msifu Bwana. Inuka msifu Bwana, kwa maana fadhili zake zadumu hata milele. Genesis. Ndipo Mungu akasema, na tufanya mtu kwa mfano wetu. Sisikii sauti yako. Ndipo Mungu akasema, na tufanya mtu kwa mfano. Kwa hivyo sisi ni mfano wa nani? I can do anything ambaye Mungu anataka. I can do anything. I can be anything. Maana sisi ni mfano wa Mungu. Mimi siamini hakuna kitu siwezi. Siku hizi ndio hata nimelala kidogo. Mimi naamini naweza hata tembea juu ya hii chuma. I can do. I can be. Ila kusema siwezi hii ni gani utaweza basi?
I can be, I can do. Biblia inasema katika kitabu cha Genesis 1 verse 26, ndipo Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale juu ya samaki. Huyu mtu afanye kazi gani? Atawale juu ya samaki wa baharini na ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, na juu ya viumbe wote watambao nchini. Akatawale. Akatawale. And God said, let us make a man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Wacha apate dominion. Dominion. Mimi najiamini sana, sijui kwa nini. Na kwa nimejiamini. Mimi naamini hata siku moja ndaweza kuwa rais wa hii nchi. I believe so much in myself. I believe so much in myself. Unashangaa ukiona Kanyari siku moja akichaguliwa kuwa rais wa nchi. Watu wasikwambie, hata Pius Moiro alisimama akaanguka. Mimi siitwi Pius Moiro. Naitwa Kanyari for Christ's sake. Na kama nilikuwa naitisha 310 na inatumwa, kwa nini nisitie kura na kura itumwe? Niko nasema panda mbegu ya 310 na tuzibishane bishane. Na ninasema nikiwa hapa na mtu yuko Moyale anatuma. Hata hiyo ingine naweza fanyiwa. Astaki mawaidha. Pastor wezi. Pastor utapoteza touch ya kanisa. Hapana, mimi siwezi poteza. Tutengeneze mwanadamu kwa mfano wetu na tumpe power, tumpe dominion ya kutawala samaki baharini, wa kutawala. Tumpe power huyu mtu. Kwa hivyo Mungu ametupatia power ya kuwa viongozi. Sema power ya kuwa kiongozi. Sema kwa sauti, power ya kuwa kiongozi. Lakini huwezi kuwa kiongozi kila mahali. Hebu acha nikwambie. Mimi ni leader wa hii kanisa. I'm a leader of this church. Lakini nikienda hospitali na niwe mgonjwa niambiwe toa suruali, ninafanya nini? Natoa suruali. Maana katika hospitali I'm not a leader. Leadership yangu iko hapa. Nikienda hospitali I'm not a leader. Nasikiza vile daktari anafanya nini? Nikienda kwa kesi ya kotini I'm not a leader. Nasikiza vile wakili anafanya nini? Shida yako, you want to be a leader everywhere, you will lose. Shida yako unataka kuwa kiongozi kila mtu mahali unaweza ongoza. Dominic huwezi kuwa kiongozi kila mahali. Ukienda hospitali daktari akwambia toa suruali, unafanya nini? Natoa. Anaanza kusema nini unaniambia? Anakwambia haya, basi enda ukakufe. Na unaenda unafanya nini? Nakufa. Leadership is not an office. It's not a position. Haijalishi mtu ni mdogo namna gani. Anybody anakuonesha barabara, automatically he become your leader. Kama unanielewa sema amen. Amen. Anybody show you the way. Kanu. Mtu amekupatia dhao anakuwa leader wako. Mtu anakupatia soo mbili anakuwa leader wako. Maana huku anaye. Mtu anakupatia unga na huku anaye, automatically anakuwa kiongozi wako. Amen. Kuna msichana wangu mdogo, anamjua na wengine, kanaitwa Sharon, kanatoshana namna hii. Mdogo sana, ako 22 years. Ana learn company yangu, my company. Every day anatengenezaga 2 million per day. Amen. Per day. 2 million a day. Sio a month, a day. Nikiamuka nikienda kwa ofisi na muitaka mama. Sasa mama, unaendeleaje? Umekula? Naambia bado niko kazi.
Naambia mleteni chakula. Alafu naambia baby tutoke huku tusimkasirishe. Anybody who leads you automatically become your leader. Sasa shida yetu, unataka kupeleka tumbo kubwa mahali kuna watu wako na uwezo ya kukuonesha barabara. Unataka kusema leadership is not about age. Leadership is not about. Geukia jina yako mwambie uongozi sio uzee. Uongozi sio uzee. Ambia toa uzee hapa. Toa uzee hapa. Unajua mimi ni mzee. Unajua mimi nimekaa huku 1948. Unajua mimi nimekaa kwa hii kanisa sana. Umekaa kwa hii kanisa na stima zinapotea ovyo ovyo. Na kuna mtu amekuja anatengenezea generator inawaka, stima zinawaka, automatically huyo anakuwa kiongozi wetu. Hapo hapo. Manzi wa Mombasa, mtu yoyote atakuonesha vile utakula, huyo ndio kiongozi wako. A father who provide, automatically he became your father. Kuna watu online wanasemaga I'm not a good husband but I'm a good father. Watu wanasemaga hivyo. Sasa mimi nashangaa, why do people wananijua kuliko vile mimi najijua? Eti Kanyari is not a good husband but a good father. Unajua father si lazima father hata nyinyi wote ni watoto wangu. A leader is a father, and a father is a person who is able to provide. Sasa mimi nataka kusoma. Nikienda shuleni, who is the leader between me and my teacher? Nauliza tu swali, who is the leader? My teacher. Sasa wewe na kimbelembele yako unataka kuja hapa na hata ni pesa unataka kukopa. Unahangaisha watu huku ukisema hata hii kanisa zirudi tena. Na ni pesa unakopa. Na uketa kuhoya. Gonga na wewe utafunguliwa. Haisemi gonga, inasema gonga. Bisha. Kubisha haubishi mara moja. You do like this. Anybody who feeds you is your father. Mimi niko na umbwa zile kubwa zinaitwa Boabel. I feed them, they love me. Wakiniona nikienda jikoni wananifuata. Maana wanajua tuko na mkubwa na tunakulanga mifupa. Nikienda shambani hizo umbwa zinanifuata. Hata kuna watu kwa hii kanisa wanafeed mimi. Hawanifuati juu ya kunipenda. Anasema mzai ukimfuata atatoka kitu, so usijali wewe. Hata ukiongeleshwa vibaya fuata tu mzai. Ayo hata kisema mwana shindwa siwende wewe siendi. Si utoke hapa stoki. Anybody anakusaidia kujua street, automatically he become your leader. Mungu akupatie viongozi katika jina la Yesu. Mungu akupatie kiongozi katika jina la Yesu. Nasema Mungu akupee kiongozi katika jina la Yesu. Are you ready kupata kiongozi atakaye kusaidia? Receive it in Jesus name. Yes, amen. Leo nimekuwa na timu za mpira. Aya, sasa unaona. Look the dogs. They are my dogs. They are my dogs. They love me because I feed them. Wanakula mifupa. They love Prophet Kanyari. Kila kitu kwangu naiita mtoto wangu Sky, hata umbwa moja inaitwa Sky. Sasa Sky ananiambia even dog, ananiambia hata college yangu inaitwa Sky Davik.
Hata hiyo maroli iko nje imeandikwa jina Sky. Sasa you see my dogs, I feed them. Mtu yoyote anakupea kitu anakuwa baba yako. Wao ulikuja ukaniambia nyumba ilifungwa, nikakulipia nyumba. Sasa I'm your leader. Nikienda left unaenda left, right. Nikisema ruka unaniuliza uruke kiasi gani? Na si wewe peke yako unataka kiongozi, hata mimi nataka leader. Nataka kiongozi wa my level ambaye ataniambia Kanyare, kuna 30 milioni nimekuwekea. Nasema asante mheshimiwa. Ikaya kurathime. Kanyare nimekuwekea milioni 100. Alafu na mimi nikiekewa nakuja kanisani ninaringa kidogo. Yule na mimi napea mwingine. Katika wema na fadhili sitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema na fadhili sitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Sema hakika wema na fadhili sitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Amen. Poverty is not an accident. Umaskini sio nini? Sio nini? Sio ajali. Umaskini sio ajali. Ni wewe umelala. Amuka. Poverty is not an accident. Najua ukiuliza mtu why are you poor, some will say it's because of my parents. Why are you poor? It's because of economy. Why are you poor? It's because of the President Ruto. Ruto sio yeye amesababisha uwe maskini. Ulikuwa maskini hata kabla ya Ruto. African people will keep blaming the situation. Will keep blaming laana, uchawi, vifungo. Hakuna mahali economy inafanya vizuri zaidi mpaka Amerika. Zamani mlikuwa mnasikia mtu wenyu ameenda Amerika mnajua mmetajirika. Saa hii mtu akiwa Amerika anakopa na ako Amerika. Unasikia anawaambia mnaweza, mimi jana nimekuwa live Facebook. Watu wananiomba pesa na wako UK. Bana shindwa. Watu wa UK badala wanipe wananiomba. Mtu ako Amerika na ananiambia pasta naomba unilipie nyumba. Mpaka nashangaa na ako Amerika badala anipe. Economy hakuna mahali haijaharibika. Everywhere. Hata Tanzania maisha yamekuwa ngumu. Zamani kulikuwa na magendo. Saa hii hakuna magendo, ni nguo za mitumba zilikuwa zinatoka Tanzania. Hakuna mambo kama hiyo. Vitu zimechange. Hata mambo ya mvua imechange. Tulikuwa tunajua ikifika mwezi fulani mvua itanyesha vizuri tupate mahindi na maharagwe. Saa hii ukienda mashambani mahindi imeharibika. Imekuwa vitunguu. Wangapi wanasema ni ukweli? Imeharibika. So mtu wa ushago pia analia. Zamani walikuwa wanakuambia nipatie tu pesa ya sukari. Saa hii wanakuitisha mpaka ya unga. Na wako ushago. Economy
is failing everywhere. But lazima uwe na akili ya kujua vile utasurvive hata kukiwa na njaa. Lazima ujue vile utasurvive hata kukiwa kugumu. Kama hautajua utakufa wengine wakikufa. Kataa kukufa, ambia Mungu nipatie wisdom na akili ya kujua mambo. Amen. Sema amen. Amen. Sema wisdom. Wisdom. Wisdom kwa Kiswahili nini? Sema hekima. Hekima. Hekima inatoka wapi? Hekima inatoka wapi? Kwa Mungu. Hekima inatoka kwa Mungu. Lakini education inatoka shuleni. You don't need education for now. Unataka hekima ya mbingu ambayo inapeanagwa na Mungu. Amen. Maana hata wale wamesoma, wale wako na education, they are still failing. Everybody is failing. Lakini Mungu alikupatia hekima yake. Atakwambia 1+1 itaingia 8. Ndio unakuta magari yanaendelea kununuliwa na maisha ni ngumu. Watu wanaendelea kujenga magorofa na maisha ni ngumu. Wewe kazi yako ni kusema ukisema one time, wachana na one time, kuja hapa ukue equipped. Either Ruto akue one time ama akue 2 time, hakuna kitu kitakusaidia. Nothing will change. Wangapi wanasema ni ukweli pastor? Nothing will change. Hata tuchague Gachagua wa Monyoro, atakuja kwenyu? Hawezi. Ikiwa saa hii hayuko kwa kiti na hajakuja kwenyu, akiingia kwa kiti ndiye atakuja kwako. Sitamuona. Na nini ndugu? Ndio tige menyonyo. Si achana na menyonyo. Hata hamumjui. Chenye tunahitaji nchi yetu ni amani peke yake. Pesa tutajitafutia. Amen. We just need peace. Amen. Pesa tutajitafutia. Sema amen. The Bible say, Biblia inasema namna gani? Mungu nipe akili, pesa nitajitafutia. Hiyo andiko najua baby, najua hata Dominic nipatie andiko. Baby akiwa hayuko hapo. Nipatie andiko. Ni andiko gani Dominic? Ambayo inasema Mungu nipe akili, pesa nitajitafutia. Mungu nipatie wisdom, pesa nitafuta. Hakuna siku Mungu atakuwekea pesa hapo na cotton, lakini atakupatia wisdom. Atakupatia akili ya kuchora. Speed amekuja Kenya, anakuja Kenya. Ashol Speed, wale wanamjua anakuja Kenya. Tunaomba Speed, ukija Kenya ukuje kwa kanisa yetu. Wangapi wanajua Speed? Kai. Kwa hivyo ninaomba mtu ambaye hata hamumjui. Ni watu watatu wamjua. You don't know Speed? Kanisa, who knows Speed? Hey! Tunaomba Mungu Speed akija ako South Africa, ako Mozambique. Yaani kijana wa miaka 30 anatembea, ako na tour ya kutembea Afrika. Tour ya kutembea Afrika. Wewe hata Tanzania hujawahi kanyanga. Hata Uganda hujawahi kanyanga. Nikuuliza kwa nini hujaenda Tanzania, unaniambia sasa naenda kufanya nini na sina kazi huko. Siende huko tour inaitwa African Tour. Anakuja Kenya, Tanzania, Burundi, Ivory Coast, Zambia, Mozambique, Tunisia, Egypt, South Africa. Kijana mdogo ako na akili nyingi. Kijana mdogo mwenye, najua unaweza ona mtu mnono lakini hana akili, na unaweza ona mtu mrefu lakini hana akili. Mungu akupatie akili katika jina la Yesu. Leadership is not about age. Pia kupata akili is not about age. Ni mtu aliyejiunganisha na Mungu. Sema amen. Hayukuuliza wa Kenya, why are you doing bad? What I blame the government. Don't blame the government. 2 Timothy 2:7. 2 Timothy, kitabu ya kwanza chini ya Prophet Dr. Dominic Kasina. Amen.
Today I want to pray for you. Wangapi wanaamini nikiwaombea watabarikiwa? I just want to pray for you. I want you to believe in Jesus name. Nataka nikuombea na wewe ukuwe mshirika wa hii kanisa. Najua tuko na so many visitors wametutembelea leo. Be member of this church. We? Ni hii. Acha nisome. Kwa hiyo ninavumilia mambo yote kwa ajili ya wateule wa Mungu. 2:7. Oh. 2:7. Fikiri sana kuhusu haya nisemayo, kwa maana Mungu atakupa ufahamu katika mambo haya yote. 8. Atakupa ufahamu katika mambo haya yote. Dominica Kasina Senior Senior Prophet Doctor Professor Kasina. I receive. Say amen. So it's very good for you to be wise. Ambia jirani yako, it's very good for you to be wise. Wisdom ni kitu ya maana sana. Ukipata wisdom, umepata kila kitu. Ukipata wisdom, umepata kila kitu. Na nimekwambia wisdom haitoki kwa masomo. Wisdom inatoka kwa Mungu. Sema wisdom inatoka kwa Mungu. Sema wisdom inatoka kwa Mungu. Pata mtu hata hajasoma lakini is very wise. Very wise. Very wise. Haezi lala njaa. Unajua unaweza olewa na mtu lakini umeolewa na ng'ombe. Mtu mmoja amekuoa unasema guy nimeolewa ni ukweli, lakini this person is a stupid person. Hata unaweza oa kumbe umeoa ng'ombe. Imebakisha tu kukamuliwa. Kuna mtu aliniambia dume de kamago, ndume haikamuliagwi. Ambia jirani yako dume de kamago. Ndume haifanyagi nini? Haikamuliwi. So be wise. Katika kitabu cha, let me read this book, the final book, and then ni finalize. Katika kitabu cha Proverbs 8 verse 1. Proverbs 8 verse 1. Wisdom, wise people. Ukiwa mwerevu, Kenya inakungojea. Dunia inakungoja. Inchi inakutafuta. Unajua ni kwa nini utafutwi? Hata wewe ni kondoo tu ya kawaida. Lakini ukiwa wewe si kondoo, watu watakutafuta. Pokea anointing ya kuwa na wisdom in Jesus name. Pastor, mimi nimetafuta mtu wa kunioa nimekosa. Nani ataoa kondoo? Pastor, mimi najaribu kuoa wanawake hawakai. Nani atakaa na kondoo? Watu wanatafuta watu wise. Kanisa inatafuta watu wise. Wanasiasa wanatafuta watu wise. Institutions zinatafuta watu wise. Businesses zinatafuta watu wise. Wisdom haisomwi shuleni. Wisdom inatoka mbinguni. Let me read this. Je, hekima haiti? Hekima. Je, ufahamu hapazi sauti? Verse 2. Juu ya miinuko karibu na njia penye njia panda ndipo asimamapo ufahamu. Anasimamaga hapo. Kujua anasimamaga kwa hiyo barabara. Verse 3. Kando ya malango yaelekeao mjini, kwenye maingilio na hulia kwa sauti kubwa akisema. Anasemaje ufahamu? Verse 4. Ni nyinyi wanaume
ninaowaita. Kwa hivyo ufahamu unaita wanaume. Wanaume na wao wameitwa na chang'aa na bangi na pombe. Na ufahamu inakuita, lakini haiwezi kuja kwa sababu wewe mapombe umeweka mbele, machang'aa, maraya umeweka mbele, maraya wa Githurai. Yaani wewe, na ndio unaona wanaume wanawekewa sumu na mabibi zao. Yaani wewe tunang'ang'ana kukulisha. Hazina umepata kazi ndio unajua kuna maraya ya Githurai. Asikia umewekewa sumu. Unanunulia wanaume wenzako muzinga na mama yako anaenda na nini? Na slippers huko ushago. Na unaitia watu muzinga. We! Utakuja tupiga muzinga. Na mama yako karibu kuaga dunia. Miaka imesonga. Hajawahi kula kitu yako. Kazi yake ni kulima kwa mashamba ya watu. Watu unaitia muzinga. Siku ile utakufa. Watakuwa wamekunywa hata wakati wa mazishi yako. Na watakuacha waende. Wakuache hapo uko umezikwa. Lakini mama yako atakuwa nasema, "Oi, fukuza hizo ng'ombe. Sisi kanyange kaburi ya mtoto wangu." Kwa hivyo yule atakaye baki na wewe wa maana sana is your mother. Don't forget your mother. Huyo maraya uko na yeye na girlfriend wako huyo, siku hiyo kwanza atakuwa anaambiwa pole na watu wengine. Na unajua vile watamwambia pole. Ambia pole. Pole hata kama ameenda, si mimi niko, ndungu mimi si niko. Si mimi niko. Sikia atakunywa pombe na ambiwe pole zote duniani. Lakini mama yako hatawahi kusahau kwa moyo wake. Atakuwa anasema, "Toa hizo ng'ombe hapo. Zisikanyange kanyare wangu amelala hapo." Mama wa mtu ni mtu wa maana. Saa hii hata kama hauna sadaka, tumia mama yako 2,000. Tumia mama yako 3,000. Tumia baba yako 2,000. Asije tu akatoka na kukuzaa aseme kweli nilimuzaa na ni yeye ananisaidianga. Saa hii ukienda ushago, kila mama anakaa hivi. Unamuuliza, "Mami, kwa nini unakaa hivyo?" Anakuambia, "Yule tu mtoto alikuwa ananisaidia ndiye amefariki." Kina Kang'ethe wala wanakunywaga makali huku hawakufi. Kini yule mtoto tu ananisaidiaga ndiye ameondoka. Usiache mama yako alie, maana mama yako ni Mungu wako wa pili hapa duniani. Salimia jirani yako, high five, mwambie mama yako ni Mungu wako wa pili. Your parents are the second. Tumalizie hiyo kitabu tafadhali, alafu nimalize. Na Mungu awabariki. Aya, sikia hapa. "Na ninyi wanaume ninawaita, ninapaza sauti yangu kwa wanadamu wote." Verse 5. "Nyinyi ambao ni wajinga, pateni." Tusome hii, someni wenyewe hii. 1 2 3. Nyinyi ambao ni wajinga. Mungu hajatutukana, anaongea kuhusu these people who are stupid. So many stupid people. Tunaishi na watu wengi sana wajinga. Biblia inasema kwamba nyinyi mlio wajinga, tokeni, pateni akili. Maana akili haipeanwi shuleni. Akili inapewanwa na Mungu. Sisemi akili ya karamu, nasema akili ya Mungu. Sema amen. Nataka tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu ni kuombea. I want to pray for you. Nataka kuombea ufanikiwe kimaisha. Ufanikiwe unapoingia na ufanikiwe unapotoka. Father, in the mighty name of Jesus. Asante kwa ajili wewe ni Ebeneza, hakuna mwingine kama wewe. Inua tu mikono yako juu
kama kusarenda mbele ya Mungu. Baba, mikono hiyo ninaitishia baraka katika jina la Yesu. Nakuja kinyume na kila roho ya umaskini katika jina la Yesu. Nakuja kinyume na kila roho ya upumbavu katika jina la Yesu. Nakuja kinyume na kila roho ya kurudi nyuma katika jina la Yesu. Kila roho ya magonjwa ninaikemea katika jina la Yesu. Wakapone in Jesus name. Wakawe na akili in Jesus name. Ukawafungulie milango ya kwenda ng'ambo. Ukawafungulie milango ya amani. Wakabarikiwe wanapoingia na wanapotoka. Bwana, ukawainue na ukawatendee. Roho ya umaskini katikati yao nimeikataa. Roho ya kung'ang'ana katikati yao nimeikataa. Roho ya upumbavu katikati yao nimeikataa. Naomba Mungu ukawafungulie milango. Waunganishe na watu walio wazuri. Waletee watu kama zawadi kwa maisha yao. Waletee watu kama zawadi kwa maisha yao. Wacha wakapate watu wazuri watakao wasaidia. Waletee mabwana na mabibi kama zawadi. Waletee marafiki kama zawadi katika jina la Yesu Kristo. Wasiwahi kosa in Jesus name. Wasiwahi kosa in Jesus name. Wasiwahi kosa in Jesus name. In Jesus mighty name I say amen. Unaweza keti. Jehovah, Jehovah.